Naomba nisisitize tena jambo hili. Nilikufundisha ya kwamba kuna wakati unakuwa na roho ya kukataliwa, si kwa sababu inasukumwa na ufalme wa giza. Kuna wakati roho ya kukataliwa inasukumwa na Mungu mwenyewe kwa sababu ya kitu ambacho amekikusudia kwenye maisha yako. Kuna wakati kusudi lako ndio linasababisha ukataliwe mahali fulani. Kuna wakati nakwambia rejection is redirection. Yani kukataliwa ni kwa sababu Mungu anakupeleka mahali ambapo ni sahihi zaidi kwenye maisha yako. Lakini leo sasa nataka nikuonyeshe jambo lingine la tofauti hapa, ya kwamba kuna wakati unakataliwa kwa sababu ya nguvu za giza zinasukuma wewe kukataliwa mahali fulani. Sasa nataka nikuonyeshe 7 dalili 4 ambazo huyu mtu anazo, anaweza akatambua ya kwamba una roho ya kukataliwa. Kuna mambo 4 unaweza ukatazama kwenye maisha yako. Eneo la kwanza, unakataliwa mahali, unakosa kibali kwenye kila eneo la maisha yako. Yaani kwenye maisha yako ukitazama, karibu kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye elimu, kote umepoteza kibali. Hakuna mahali ambapo una mafanikio kwenye maisha yako. Si kwenye eneo moja, kwenye kila eneo hauna kibali. Umepoteza kibali kwenye kila eneo kwenye maisha yako. Ni dalili ya kwamba una roho ya kukataliwa. Lakini sababu ya pili ni kuto kukubalika bila sababu ya msingi. Na mtu ambaye ana roho ya kukataliwa ni kwamba hakubaliki mahali bila sababu ya msingi. Unakuta hakubaliki tu, si kwamba ana tabia mbaya, si kwamba anaongea vibaya, si kwamba sio mwaminifu, lakini hakuna sababu ya msingi inayomfanya akataliwe. Unakuta ni mwaminifu, unakuta ana tabia nzuri, unakuta ni mtu mwema, lakini anakataliwa. Hakuna sababu ya msingi inayofanya akataliwe. Lakini dalili ya tatu kwamba huyu mtu ana roho ya kukataliwa kwenye maisha yake, utamjua kwa kuangalia aina ya ndoto anazoota. Mtu ambaye ana roho ya kukataliwa, wakati mwingine utaota usiku, wakati umelala utajikuta unaota kama umepakwa kinyesi, wakati mwingine unaota ndoto za mbwa, unaota kama unafukuzwa kama mbwa. Ni dalili ya kwamba umepoteza kibali. Lakini dalili nyingine ya 4 ni kwamba unakuta una jitihada kubwa sana za kazi, una bidii kubwa, lakini huoni mafanikio. Unafanya kazi kwa bidii, lakini huoni mafanikio. Ni dalili mojawapo ya kwamba una roho ya kukataliwa. Lakini kumbuka, si kila anayekataliwa ana roho ya kukataliwa. Kuna watu wengine wana roho. Ukiangalia kwenye Biblia utagundua Yusufu alikataliwa na ndugu zake kwa sababu ya kusudi alilokuwa nalo. Kwa hiyo ukitazama kwenye maisha, kuna watu wanakataliwa kwa sababu ya kusudi walilonalo, lakini kuna watu wanakataliwa kwa sababu kuna roho ya kukataliwa iko nyuma yake. Nitakufundisha tena baadaye sababu zinazofanya mtu akataliwe, au ni kwa njia gani mtu anaweza akakataliwa.